Wanaita an Istanbul story, picha ambayo inakuja kuhusu mahusiano baina ya watu wawili ambao wao walikuwa wanapendana sana zamani, sasa wakawa wameachana kabisa kwenye mahusiano. Yaani jamaa alimtelekeza mwanamke siku ya ndoa. Sasa baada ya pale ikaja kutokea tena kwa mara nyingine, wakapata nafasi ya kuigiza katika movie moja. Yaani mtu na ex wake wanakuja kuigiza katika movie moja. Sasa hapo ndio balaa lilipokuja kuanzia. Tuanzie hapa. Leo mbele ya bahari kulikuwa kuna binti moja iko nafunga ndoa. Sasa kama ilivyo taratibu, watu kishafunga ndoa wanakabidhiana maua namna hiyo, kwamba wewe bwana, ndio tunaomba Mungu na ndoa yako ifuate. Basi binti ilifurahi kulikweli. Muda si muda mpenzi wake alikuwa mkuja kumfanyia surprise. Daphne. Niambie unachotaka. Mmoja nilipokuona kwa mara ya kwanza, nilihisi kama vipepeo vinapeperuka ndani ya moyo wangu. Nilikuwa najisikia yani raha iliyokuwa imepitiliza, vikitoka moyoni kwenda tumboni mpaka mabegani. Amani ya moyo ilikuwa imetawala. Kila nilipojaribu kusimama mbele ya upendo wako, ni kama upendo ulikuwa unanipuliza kama upepo mkali sana. Ni kama jiji la Istanbul lilivyoshikilia pumzi yangu. Na hata nilipojua, nilishindwa kujizuia. Oh, wow. Uko tayari kuolewa na mimi? Ndio, niko tayari kuolewa na wewe Faruk. Niko tayari kuolewa na wewe. Cut. Director kama kuja kazuia. Hili lilikuwa ni igizo la kama mshikaji anataka kumvisha pete binti. Kumbuka nimekwambia, huyu mwanamke na huyu jamaa wote ni mtu na ex wake. Sasa director, mbona umekati haraka? Umewaisha director. Kwa sababu nilivyomuuliza kwamba uko tayari kuolewa na mimi, tutaki tukamilishe mpaka swala kuvishana pete. Si unajua tukio linalofuata, kaambia hapana, sikiliza nikwambie ndugu yangu. Ili tukio lina haja. Yaani lilikuwa ni muhimu ni pale. Hai, jiandaeni kwa jasini inayofuata. Hivi wewe, uko ndo utatumia mwanya kwa ajili ya kunishawishi mimi Yaani tena isingekuwa ni kazi mimi nakwambia, mimi na wewe nisingetumia hata dakika moja kwa karibu yako nakwambia. Msahau kuhusiana na mambo basi. Hivi unajua mimi nimeshapitia upendo wangu mkubwa kuliko wewe. Najua. Ulichokuwa unakitafuta hapa ni nafasi ya kunirudisha mimi kwa mahusiano yako. Siwezi kurudiana na wewe. Mimi sikiliza, mimi sija cancel chochote kile. Alafu nisema tu tuahirishe ndoa tusogeze mbele. Ulikuwa unaogopa? Hapana. Ulikuwa unaogopa. Na tena isingekuwa mkataba wa hii kazi ya hii movie, nisingekuja kuwa karibu na wewe hata mara moja. Nisingekuwepo hapa. Lakini mimi bado nakupenda unajua. Mbona mimi sioni hivyo? Ni kweli nakupenda. Nakupenda kweli. Kwa nini nishakudanganya? Jamani, muda wa makeup. Wewe dada subiri. Hivi wewe unasema unanipenda kweli? Wewe sio upendo. Ila tabia yako ni kwamba ubinafsi tu ndio uko nao hapa. Unajipenda mwenyewe tu. Binafsi kweli wewe. Alafu kubali tu mwanamke. Unajua ulipokuwa mbali na mimi, ulikuwa unajisikia vibaya sana. We, tena koma. Maisha yangu yalikuwa vizuri sana kama vile bustani ya Edeni. Binti anakuambia sikuteteleka wala sikuhangaika ulivyoniacha.